Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli yetu, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment kwa video kali nzuri kama hii. Tunaanzia tulipoishia. Tunamwona Lisa akiwa na Alex wakiwa wamelala sehemu moja, wakiwa wana enjoy love. Mara tunamwona Pap jamaa akiwa anatoka chumbani akiwa anajiamini kabisa kwa kitu ambacho amekifanya. Lakini wakati huo usisahau kuwa hana mke, kaoa na mke anamsubiri, lakini leo hii inatokea kabisa mapenzi yamemkolea mpaka analala kwa Lisa. Sasa kwa ajili ya kuepusha msala, anaamua kumpigia mshikaji wake kumwambia, "Oya Joji, bwana akikupigia shemeji yako bwana mwambie nilala kwako." "Ya kuna nini bwana?" "Mwambie bwana nilala kwako bwana, si unajua maisha bwana." Bwana hivyo bwana nisaidie mwanangu." Hapo anampa taarifa mshikaji wake anaitwa George. Mke wake akimuuliza basi amwambie amelala kwao. Mara anarudi nyumbani. Alipofika nyumbani tu anamkuta mke wake kakasirika, anajaribu kumbembeleza, "Baby, unajua kazi ilikuwa nyingi, kabidi niende kulala kwa George. Nisamee hichi kitu akichorudia." Mke wake akiwa amekasirika, anamwambia bana nibembeleze, anambembeleza, lakini mwisho wa siku kama unavyojua mapenzi yanakuwa na nguvu tu siku zote. Mwanamke anaamua kumsamee, mwisho wa siku yao ndio naisha. Tunajifunza nini hapa? Tunajifunza kwamba mapenzi yanakuwa na nguvu. Tunarudi upande wa pili, tunaona akiwa bado na enjoy na Lisa, mapenzi moto wakiwa chumbani kwa Lisa, amejiachia kabisa mwamba kama vile ndo mke wake wa pili. Usisahau kuwa Lisa mwanzo alikuwa mshikaji wake tu, walikuwa mshikaji wake. Mara Lisa anapokea simu, anapokea na mpenzi, "Hey baby, vipi, niko salama, nakuja bwana." "Unakuja?" Jamaa anashtuka. Lisa anashtuka, anashangaa kwamba mpenzi wake anakuja. Anabidi amwambie haraka, "Oya Alex, kama vipi, jiandae mwanangu, ondoka haraka. Jamaa anakuja hapa, sikukute. Akikukuta hapa itakuwa noma." Jamaa anaamua kukurupuka haraka, mwisho siku anatoka, anavaa pale bukta yake, anavaa suruali yake ili achofanyaje, ili aondoke. Huku Lisa elewi, unaambiwa, anaona kama kabisa kwa jamaa anachelewa kabisa hapa kutaka kuondoka. Upande wa pili tunamwona jamaa akiwa na drive ninga yake nini, ikiwa anaelekea nyumbani kwa Lisa ili akaenjoy na mpenzi wake. Huku Lisa anajaribu kumtoa hapa Alex, anambia toka hapa, vaa tai vizuri. Bado tutaenda kuvalia mbele bwana, nenda bwana. Tutaenda kuvalia mbele, toka hapa jamaa akakukuta. Anamchumu buku mbalimbali, mwisho siku jamaa anashia hivyo. Mara tunamwona sasa Lisa anaingia na mpenzi wake. Bonge la jibaba, bonge la mtu likiwa limeenda 1 sekunde. Jamaa anajimwomba fai nini bwana, nimekuja na njaa bwana, nifanyie mpango nile. Vipi uko salama hapa? Jamaa anamjibu, Lisa anajibu, "Mimi niko salama baby. Kwani kuna nini?" "Hamna, fresh." "Basi kama uko salama basi na mimi ndo furaha yangu. Acha leo tu enjoy. Nitaenjoy na wewe basi sawa. Hamna shida." Jamaa anakubali. Upande wa pili tunamwona rafiki yake na Alex, George anaitwa. Anamwambia, "Wewe mbona siku hizi kazini haufanyi kazi vizuri? Tatizo liko wapi? Mbona una base sana kwenye swala la mahusiano? Tatizo nini? Hivi una akili kweli wewe mwanangu au unakula na mambo ya kibuzi?" Jamaa anamwambia, "Dokumenti za ofisi ufanye mambo ya kiofisi. Sasa hivi umekuwa busy na mapenzi. Shida nini ndugu yangu? Mbona umebadilika ghafla?" Anambia, "Hamna, ni vitu vya kawaida, ni vitu vya kifamilia, na kama unavyojua mimi mtoto wa kiume bwana, kuna namna natakiwa niishi. Ndo kazi, walibu kazi." Jamaa anajaribu kumshauri mwenzie kwamba hiyo tabia anafanya sio nzuri. Upande wa pili Alex akiwa nyumbani na mpenzi wake Maureen akiwa anamchungulia hivi kwa mbali usiku. Jamaa usingizi hauji nini, inabidi anyanyuke taratibu na simu yake aelekee zake sebleni. Huko sebleni bwana, alikuwa anaongea na Lisa bwana, video call usiku bwana, anashindwa kulala. "Unajua bwana, mimi nikiwa na wewe na enjoy sana na fly, lakini haya maisha yananikuta mimi huko sijui kwa nini nilielekea kuoa." Jamaa anajilaumu akiwa yuko hapa haelewi nini. Mara upande wa pili tunamwona Maureen akiwa anajifuta kunyata hivi, mbona kama haelewi, mbona kama niko peke yangu. Baby akicheki, hamna, katoka. Huyu kaelekea wapi? Akiwa anaendelea kuwa na mawazo. Tunarudi sebleni, bado tunamwona Alex akiwa anavimba kwenye video call na Lisa, wakiwa wana enjoy, wanazungumza wenyewe, wanafurahi. Maana anatokea huko, "Baby, mbona upo huku? Mimi niko chumbani huku, kumbe huku unafanya nini baby?" Anamwambia, "Nilikuwa naangalia movies, unaelewa. Nilikuwa bored, nikaona sikuamshe pale, nilikuwa na bwana nije nitulie. Basi kaa hapo kama vipi tu enjoy pamoja." Jamani, usisahau kwamba huyu mwamba ana pretend kwa mkewe, ana pretend anampenda sana, lakini upande wa pili matukio ambayo anamfanyia sio mazuri kabisa yani. Upande wa pili tunaona Lisa akiwa na mpenzi wake, wakiwa na enjoy, wakiwa na furaha, anamwambia, "Unajua mimi nakupenda. Nenda kanichukulie kwanza juice nini."
Sasa akiwa anaondoka hivi kuchukua juisi, mambo nyuma sana badilika bwana. Mara simu yake inaingia message tu, simu ya Lisa inaingia message. Huyu nani? Mbona simu yake anajaribu kuisoma kwa mbali, jamaa anagundua kitu kwa Lisa. Lakini anavimba, lakini anakulu kwa sababu mtoto wa kiume sisi tumeumbiwa kuvumilia. Jamaa anajaribu kuvumilia hapa kwamba hii zalawi namna gani, hizi message gani hizi? Ina maana kama vile kuna message moja mbaya sana kaiona, lakini hataki Lisa ajue kwamba yeye kuna kitu kakijua kutoka kwa Lisa. Lisa anaingia na juice, anampa mpenzi wake anywe po. Juice inaenda taratibu, jamaa akiwa anamuuliza maswali Lisa, maswali ambayo ya kumchoma. Hivi Lisa, kweli unanipenda mimi? Kweli unanipenda kabisa kutoka moyoni mwako? Lisa anajibu, ndio, nakupenda, kwani shida ni nini? Ajichekesha pale wakati huo, kumbe mwamba tayari kuna kitu kashakiona. Upande wa pili Lisa bado anaendelea kuenjoy na Alex. Yani kiufupi hawa jamaa wameshajisahau kabisa kwamba huyu mwingine ni mke wa mtu, huyu mwingine ni mume wa mtu. Tunazungumza hivyo tukiwa tunamaanisha kwamba huyu Alex mwanzo alikuwa anamvesha pete Maureen. Huyu Lisa ana bwana wake ambaye pia wana malengo ya kufanya kitu fulani. Sasa wakiwa wanaenjoy, wakiwa na fly, lakini mwisho wa siku mambo yanakuwa yako tofauti kidogo. Alex akiwa anajiandaa kwenda kazini na mke wake anamwambia, "Mume wangu basi subiri upate breakfast faster uondoke." Akamwambia, "Hapana, nataka niwahi kazini, nataka niondoke." Mwisho wa siku anamchumu anaondoka. Mwanamke akibaki akijilaumu na kujiuliza maswali. Kwa nini mume wangu yuko hivi? Mume wangu ana shida gani? Au kuna tatizo gani ambalo mwisho wa siku limemkozea? Okay, upande wa pili kumbe kidume alikuwa tayari kashakula mihadi na mtoto mkali Lisa. Mwisho wa siku Lisa kaja na mapochopocho ofisini na kuambia, wakiwa wanaangaliana, jamani hii scene ni kali sana. Ni vizuri pia nikawaacha mkeo mnaiangalia kidogo huku mnajifunza kitu. Ofisini, jamani, kweli ofisini toto kaja kukuletea chakula. Anamwangalia mwamba anashindwa kujieleza hapo, anaamua kuinuka taratibu kabisa na kumfuata bibia kumwangalia. Ni wewe kweli? Ni wewe Lisa? Umeniletea kitu gani? Nimekuletea chakula kizuri. Jamaa sasa anaamua aende akafunge mlango kwanza ili ale afu ndo ale tena. Ale afu ndo ale tena. Jamani msisahau yuko ofisini mwamba hapo. Yuko ofisini mwamba akiwa anajiachia kabisa, yuko na mpenzi. Anajaribu kula. Jamani watoto msiangalie hapo. Mambo akiwa yanazidi kuendelea. Upande wa pili tunaona washamaliza mipango yao, wanalishiana sasa. Sasa baada ya kulishana chakula jamani ofisini, ndio kile chakula kinaliwa. Nini kilitokea sasa? Usikose jamani, hii ni sehemu tu ya pili ya simulizi kali sana. Endelea kukaa hapo hapo ukiwa umepumzika. Kama ndo mara yako ya kwanza unajiunga katika familia yetu, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Huyu hapo ni Maureen kaja hapo. Nini kitaendelea?